Asa Ebele ndo ameenda kumletea bi mkubwa maji ya kunywa ili aweze kuja kujipatia maji ya kunywa. Sasa kitu usichokijua kuhusu Ebele bwana kwa sasa hivi ni mtu ambaye ukikaa naye lazima ucheke. Yaani ni mcheshi kinoma noma, alafu stori zake zinachekesha. Sasa bi mkubwa amepata muda wa kupiga stori na Ebele bwana, kwa nini asivunjwe mbavu? Mwamba anachekesha vibaya mno. Yaani bi mkubwa amefurahi sana siku ya leo mpaka anatamani Ebele aweze kuja mara kwa mara, maana sio kwa kuchekeshwa huku. Na Mwamba yuko serious kinoma noma, lakini baada ya muda bibia akatokea, bibia Nelly akafika akamsalimia bi mkubwa, ambaye bi mkubwa anamwambia vipi tena, ujambo? Mbia si jambo mama, mimi naendelea vizuri. Pia Ebele bwana, asante kwa msaada, asante kwa kunisaidia bwana. Nashukuru sana, yani leo umeweza kunisaidia. Lakini muda umeenda sana mbona utakuwa wewe nyumbani? Ndio hivyo, hata mimi mwanangu nilimwambia kwamba muda umeenda. Muda wote hapa nilikuwa namwambia aende, lakini muda wote hapa ametulia, nisikilize, anaendelea tukisema na kusubiri wewe, ndo baadaye ataweza kuondoka. Basi hamna shida mama, itabidi mimi niweze kumsindikiza au unasemaje? Nimtoe tu hapo nje aende zake. Ebele kabidi aage. Basi mama, mimi naondoka bwana. Naona amesisitiza sana niondoke. Bibi mkubwa anamwambia bwana, karibu sana. Yaani usisite kuja mara kwa mara, maana nimemiss ucheshi wako. Ukija hapo endelee kunichekesha na kukumbuka sana kijana wangu. Basi uwe na safari njema. Nelly ikabidi bwana aweze kumpa bi mkubwa begi ili aweze kumsindikiza Ebele. Basi vijana wanatoka zao wanasepa hivyo, wanaenda zao huko nje kusindikizana. Unajua tayari element vya mapenzi vishaanza kutungwa katikati ya hao watu wawili. Ndio maana kusindikizana kwingi wanatoka. Basi wameweza kumwacha bi mkubwa, wanatoka zao huko nje. Wakati huo Nelly anamshukuru sana bwana mkubwa Ebele. Asante sana, yani kwa leo nifanyia leo. Umempa bi mkubwa wangu muda wako, umepoteza muda mwingi sana hapa, lakini yote kwa ajili ya kumcheki bi mkubwa. Nashukuru na mimi nimeweza kulinda kibarua changu. Bana, nimekumbuka. Alafu nilikuwa nataka nikuulize swali hivi afu nasahau mara kwa mara. Hebu nikuulize kidogo leo, naona nimepata nafasi ya kuweza kukuuliza hili swali. Hivi wewe tuchukulie mfano, yani bi mkubwa wako angekuwa haumwi, bado ungeendelea kufanya hizi kazi unazozifanya za kutumikishwa kwenye majumba ya watu? Yani ni mfano tu. Kwa mfano bi mkubwa angekuwa haumwi, amepona kila kitu, ungetaka kuzuia kila kitu chako, yani ukaendelea kufanya kazi kwa watu? Bibi anamwambia hapana bwana, mimi mwenyewe natamani kuendelea na shule, ningetamani kweli niendelee kusoma, kwa hiyo ningesoma. Hasa wakati anaendelea kupiga soga pale, jamaa mjaji binti akataka kuanguka bwana, akamkumbatia. Yale mambo ya Kihindi ndo haya hapa sasa. Mwamba kashika bwana kwenye engo kama zote, paka bibi akaona aibu, akamwambia basi nashukuru bwana, tutaonana siku nyingine. Bibi ikabidi akimbie, maana sio kwa staili aliyoleta Mwamba hapo kushikana viuno tena, so poa. Mwamba akaona mbona kama mimi nimeufumia so mbaya ila leo hatari, tutakutana siku nyingine. Asa tukija upande wa pili huko kwa binamu yake na Ebele mzee. Streets kama zote, yani kwa sababu mwana wa mfalme haonekani mpaka sasa hivi. Kwa anaogopa, maana yeye ndo ataulizwa muda wote, atakiwa awe na mwana wa mfalme. Imekuaje? Sasa mara ghafla ndo anachangaa Ebele ameingia. Mwamba akaanza kufoka bwana wewe umekuwa wapi muda wote? Ulienda wapi? Muda wote mimi nimekaa hapa sielewi na kuwaza tu. Alafu mimi sitaki, mimi naigiza kuwa mwana wa mfalme, sitaki kuingiza kwa matatizo na babako. Kwa ulivyokuwa uonekani hapa, mimi naona ingeniletea shida. Ulikuwa wapi bwana? Mwamba ndo anamwambia bwana, mimi nilikuwa kwa kina Nelly mzee. Kwa kina Nelly bwana, anamsaidia bi mkubwa wake. Mwamba akasema usitaki kuniambia Nelly. Nelly nani huyo? Nelly yule ambaye ni kijakazi cha binti ambaye mimi nampenda sana, mtoto wa chifu. Mwamba anambia usimuite tena kijakazi mimi sitaki kusikia iko kitu. Hapana bwana, yule ni kijakazi. So unaendaje kwa kina Nelly wewe? Yani unaanguka kwenye mapenzi kabisa na kijakazi mzee. Mwamba anambia mzee, jifunze kufuata biashara zako umesikia? Alafu kwa upande mwingine mimi na yule ni marafiki wala sio wapenzi. Yani tukizungumzia kama nimeanguka kwenye mapenzi haijawahi kutokea kabisa. Mwamba anambia wewe, angalia kama mimi ninavyoenjoy na binti wa chifu yule ananipenda. Natoka na watoto wakali. Sasa unaenda kutoka na kijakazi wewe ni vipi? Wakati wanaendelea na story bwana, mlango ukagonga, akaambia bwana, mwana wa mfalme Ebele unaitwa huku, mfalme anakusubiri muweze kuzungumza. Mwamba anambia bwana, mimi nimekwambia itakuwa matatizo. Umeona sasa mfalme anakuita. Jamaa anambia wewe usijali, ngoja nikaongee naye, ni mzee tu. Wakati huo mfalme amemuita kijana wake, yuko hapa sasa na bibie Chaka. Bibie Chaka mapozi kama yote, yani mitego kama yote. Wakati huo Ebele anakuja kuzungumza na mzee wake bwana, kuongea mawili matatu, japo hajui mzee amemuitia nini bwana. Za kushinda baba. Baba anamwambia safi tu. Sasa bwana mdogo, mimi ni kitu gani ninachokisikia? Mzee anauliza swali, anamuuliza dogo, nini ninachokisikia hichi? Yani nasikia unazurura vijijini huko kama sio mtoto wa mfalme vile. Wakati huo bibi Chaka anaendelea kwenda kumfanyia masaji bwana mzee. Anamfanyia mfalme masaji kama zote. Dogo anamwambia bwana, unajua hili ikulu bwana inanibana bana sana, yani inanibana kinoma. Mwamba ikabidi amwambie Chaka, hebu tupishe, maana nina mazungumzo nyeti na kijana wangu. Hivi una uhakika kweli mfalme unataka nikupishe? Naam, nipishe, nataka niongee na
kijana wangu. Bili tu anamchola huyu bi mkubwa wa kufikia, huyu anataka kuleta mchongo hapa, mpumbavu. Basi mzee anamwambia haya niambie sasa nini kinaendelea? Umepanga nini? Asa dogo si ndo anamwambia mzee eti hapana bwana, mimi hakuna chochote nilichoweza kukifanya. Yaani hakuna lolote huko nje. Mzee anamwambia hakuna chochote. Yaani wewe unatoka kwenye jumba la kifalme, mtoto wa mfalme, unaenda mtaani tena bila hata ulinzi kabisa. Alafu leo unaniambia hakuna chochote. Kijana hebu acha kunizingua. Yaani mzee na kijana wake wanapatana kinoma noma. Sasa mzee anamwambiaje dogo? Kwani kijana wangu mimi na wewe tushaanza kufichana mambo siku hizi? Hebu niambie kama tunafichana mambo. Tuanze leo sasa kufichana maswala. Dogo anambia hamna bwana mzee. Unajua kweli bwana, mimi natoka naenda kule, lakini hakuna lolote, ni urafiki tu mzee wangu. Urafiki? Yaani utoke tu huko urafiki, yaani unaenda basi acha na mimi niseme ni urafiki tu, lakini mwanangu inabidi uwe makini. Siku nyingine hakikisha unavyoenda huko uwe na walinzi nyuma yako, sawa? Hamna shida mzee, nitakuwa na walinzi. Mzee anasisitiza kijana wake akitoka atoke na walinzi. Na alitaka kujua anafuata nini, alijua tu mzee huko anafuata peace udogo, hakuna lolote. Mzee kiukubwa ana support kwa sababu anamkubali sana kijana wake. Furaha ya mwanae ni furaha yake. Mzee anakubali sana mambo ya bwana mdogo. Kwa aendelee tu na maigizo yake fresh tu. Mambo yake yaweze kwenda, lakini anasisitiza sana dogo. Ulinzi ndio kila kitu, wewe ni mwana wa mfalme, unaweza kuzulika muda wote. Sasa tunasogea upande wa pili huko, si ndio wafanyakazi wanaanza kuteta. Sasa ndio anaendelea kupeana ubuyu bwana. Bibi anamwambia mwenzake bwana, sasa rumors ninazozisikia hapa zinazotembea hapa kwenye jumba la kifalme hili ni kwamba mzee anataka amuoe Chaka, bibie Chaka yule kijakazi mkuu ambaye anatuongoza hapa. Anatakiwa aolewe na mwana wa mfalme, yani mfalme wa sasa hivi. Na hii yote inatokea baada ya mfalme kuapishwa, kwa sababu baba yake alishawahi kumwambia ili uje umuoe Chaka, itabidi umuoe kwanza huyu binti ili tuunganishe falme zetu. Kisha muoa huyu binti, baadaye utamuoa Chaka kama mke wa pili. Bana bibi ashaanza kutuvumbua na sisi. Sasa tunaanza kuelewa na sisi ka story imekuaje, mbona mfalme anamngangania Chaka? Anamwambia mwenzie walikuwa wapenzi wa zamani na ndio maana walikubaliana. Bibi anamwambia ndio maana tuelewe haya mambo ya Chaka hapa na Malkia. Anamwambia ndio mfumo unaoendelea kwa sasa. Yaani mfalme anataka kumuoa Chaka kama kipenzi chake cha pili, amuoe, lakini hakuwa na mpango na Malkia hapo nyuma kabla. Kwaona hii yote ilisisitizwa na babake, amuoe huyu Malkia wa sasa hivi, na ndio kinachoendelea. Na hiyo siku hapo ya uapishwaji ndio inakuja hapo karibuni wataoana. Bibi akachoka asema shughuli imeisha kwa Malkia. Mara Malkia akaja, ikabidi waache umbea wao. Malkia ikabidi awape taarifa, bwana hebu mwambieni dereva andae gari tunaondoka, nina safari kidogo. Sawa? Basi sawa Malkia. Na Malkia leo bwana ameandaa safari aweze kwenda kutimiza lengo la mwanae lile aliyoombwa na bwana Ebil kwamba aende akamsaidie mama yake na Emil. Sasa Malkia amefunga safari moja kwa moja bwana, ameweza kufika maeneo ambapo mama yake na Neli anaishi. Malkia amefika, mama yake na Neli ajui bwana kama leo kuna ugeni mtakatifu unafika. Yaani hakuna kiongozi anaweza kukanyaga eneo kama hilo, maana ni chafu, maisha ni ya ovyo ovyo. Lakini huyu bi mkubwa bwana amefika, afu ni Malkia blandi kubwa. Sasa bi mkubwa anauliza ni nani huyu? Ni nani ameweza kufika kwenye nyumba yangu? Najua mama haoni, sasa anasikia tu na masikio. Nani amefika? Wakati wa Malkia anashangaa, yani kweli haya makazi anaweza akawa anaishi mtu kweli huku? Aisee, kweli kuna watu wanapitia shida aisee. Ndio maana wanaambiwa bwana viongozi wao wanatembelea raia wao wajue matatizo. Sasa bi mkubwa leo ameweza kutembea kwa influence ya mwanae, ameweza kukutana na huyu mama hapa. Sasa bi mkubwa ndo amefika, roho yake ni kama ya mwanae, roho nzuri, bonge la Malkia aisee. Sasa ndo anamwambia bana, mimi ni Malkia wa ufalme, nimefika hapa. Bibi ikabidi aweze kupiga magoti bwana aisee. Malkia imekuaje umefika hapa aisee? Karibu sana Malkia, karibu sana aisee. Mama anamkaribisha Malkia, anamwambia karibu sana. Yani Malkia anamwambia sawa, mimi nishakaribia. Je, ninaweza nikakaa hapo aisee? Nikakaa hapo kidogo ili tuweze kuzungumza. Mama anamwambia usikae hapa, kuna kiti ndani, ngoja nikakuletea. Akamwambia hapana, wewe usisumbuke, mlinzi ataenda kuleta, mimi nataka nizungumze na wewe aisee. Wewe ndio unaishi hapa. Mama anamshika, mama anamuogopa Malkia. Unajua mama ni mtukufu, sasa anakujaje kushika watu wachafu? Mama inabidi arudi nyuma, ambie Malkia karibu, lakini mimi natumai hakuna tatizo lolote Malkia wangu, maana ujio wako hapa kwangu kidogo unanishtua, lakini natumai hakuna shida yoyote. Malkia anamwambia hakuna tatizo. Sasa Malkia yeye kilichomleta hapa bwana, alikuja tu kumpa taarifa bibi kwamba kila kitu kitasimamiwa na ufalme, yani matibabu yako yote na kila kitu, na akaweza kumwachia na fomu kabisa ambayo ishalipiwa, ni yeye tu kufika hospitalini na kuweza kupata matibabu. Sasa mama baada ya kurudi mwanae akamwambia bwana, Malkia alikuwa hapa binti yangu. Bibi Amini anamwambia Malkia alikuwa hapa? Anamwambia ndio, Malkia alikuwepo hapa aisee. Hivi ushaikuwa naye karibu, ushaikukutana na Malkia? Bibi anamwambia hapana, mimi sijakutana naye, japo kwenye jumba la kifalme naendaga, ila sijaikuonana na Malkia. Anamwambia sasa alikuwepo hapa, na jambo zuri la kufurahisha amesema matibabu yangu yote yatasimamiwa na ufalme, yani itasimamia kila kitu na nitatibiwa hapa nilipo. Tunatakiwa mimi niweze kufika tu hospitali na kuweza kutibiwa. Kuhusu swala la matibabu ni juu ya ufalme mzee. Bibi Amini, mama kweli unachokizungumza? Mimi ndio, ni kweli alikuwepo hapa aisee Malkia, yani hata mimi mwenyewe siamini. Sawa mama, ulimwambia nini wakati Malkia amekuja hapa? Mama ndo anamwambia bwana, alivyokuja nilimshukuru kila kitu, nikamshukuru, lakini mwanangu usifanye tena kazi, maana mimi nishapata matibabu. Hapana mama, haya niambie kama Malkia kweli amekuja, hebu nithibitishie. Ambia kweli alifika hapa na amekuja na risiti na fomu, kila kitu kutoka hospitalini zishajazwa, kwamba mimi nifike tu niweze kwenda
kutibiwa. Ngoja nikuonyeshe, nikupe ushahidi kabisa. Mambo ni kwa ushahidi bwana. Akamtolea sasa fomu hiyo ambayo ni risiti, imetoka huko sasa, ishajazwa na ufalme wenyewe na ina muhuri wa kifalme kabisa kwamba yeye akatibiwe mzee kwa idhini ya mfalme. Aweze kwenda kutibiwa matibabu yake yote. Yani akitoka hapo yeye ni mzima kabisa wa macho. Bibi aamini kabisa na yeye anashangilia. Mama ni kweli unaenda kwenda kuona tena. Yani siku sio nyingi mamangu unaona na utaweza kuniona mwanao binti yako jinsi nilivyo kwa sasa. Imekuwa ni furaha kabisa kwenye hii familia. Bwana, haya yote tukumbuke tu yametendwa na Abiel. Yani kama sio Abiel kuweza kumshawishi mama yake akakubali, hii swala lote lisingetokea. Bwana, Abiel ni kijana moja bomba sana ise. Bibi ameshikwa na furaha, yani hata amini alofanya haya mambo yote ni nani. Na bibi hajui kama alofanya hichi kitu ni Abiel, kwa sababu yeye mwenyewe anajua huyu Abiel ni mfanyakazi wa kawaida kwenye jumba la kifalme. Kwa hajui kama Abiel ndo alitia mkono kwenye hili swala. Bana, huko upande wa pili imekuwa ni furaha na vibe kabisa katika hii familia ya watu wawili wanakumbatiana. Sasa tukija upande mwingine huko tunamkuta bwana Abiel anamshangilia sana mamake, anamwambia mama, sikuamini yani kama utafanya matakwa yangu. Yani nimekubali sana mama. Mama anasema yani wewe kijana wangu ukisema jambo mimi natia ise, ninavyokukubali mtoto mwenyewe ndio wewe. Sasa mimi nifanyaje? Mimi najitoa kwa kila kitu mwanangu. Bana, si kama hii familia eti hakuna mtu mwingine, mtoto ni Abiel peke yake. Hapana mzee. Mzee ameweza kupata watoto wengi sana na huyu Malkia. Wapo ndugu zake kama wawili, kwa wako watatu. Ila mtoto anayeeleweka ni huyu tu kwamba ni mstaarabu, wengine wako shuleni. Mama sasa anamwambia dogo bwana, bana mwanangu, mimi najivunia sana yani kuwa na mtoto kama wewe. Yani katika watoto wote wewe najivunia sana. Uko bomba sana kijana wangu. Na natumai ipo siku utakuwa mfalme wa huu ufalme hapa. Dogo anamwambia hapana mama, mimi sidhani kama nitakuja kuwa mfalme kabisa. Kwa sababu ufalme una mambo ya kizamani sana. Mimi sitaki masuala kuoa wake wengi nini. Kwa dogo Abiel atamani kabisa hizo mila za kuwa na wanawake wengi. Yani mambo ya kizamani hayataki. Kwa anaona ni bora asiwe mfalme, maana hataki atakuja kumtesa kipenzi chake hicho kijacho baadaye. Mama anamwambia hapana, yani ukishakuwa mtoto wa mfalme lazima uje kuwa mfalme. Utakuwa mfalme mzuri na kila kitu utaweza kukibadilisha. Mimi nakuamini sana mwanangu, utafanya kila kitu yani kitakaa poa. Na ndio maana nilikutoa huko nikakuleta hapa nyumbani uweze kupata uzoefu ufalme unakuaje na mambo mengine uweze kujifunza. Sawa kijana wangu. Sasa bibi mkubwa bwana imebidi tu amfungulie bwana mdogo, amfungukie leo, amwambie bwana kunakoelekea bwana kutakuwa na mabadiliko kabisa. Mambo yote yatabadilika humu kwenye ufalme aise. Anaambia mabadiliko gani bibi mkubwa unayozungumzia hapa? Mbona mimi sielewi. Kuna mabadiliko gani atakao kuwepo? Unamaanisha nini na ukisema hivyo? Bibi mkubwa inabidi aeleze sasa bwana kila kitu. Bwana mwambie tu kijana wake kuhusu yote yanayoendelea hapa kwenye ufalme ambao yanafaswa bwana mdogo ajue. Bibi bwana ndo ameamua kumwambia mwanae bwana, kijana wangu mimi kuanzia sasa sipaswi kuishi hapa. Mimi nitaondoka kabisa kwenye huu ufalme, sitaishi hapa tena. Alafu ninachofikiria kijana wangu, wewe sio mtoto tena. Nadhani umefikia umri sasa, inabidi ujue kila kitu nini kinaendelea hapa. Mpaka nakwambia kwamba sitaishi na nyie tena, nitawaacha. Mwanangu nimekuleta hapa upambane tu upate ufalme wako. Mimi naondoka kwa sababu baba yako bwana hivi karibuni hapa anavyoenda kuapishwa kuwa mfalme rasmi sasa ndo anakwenda kuwa na mke mwingine, anaongeza mke mwingine. Dogo amini taarifa anaipata, anamwambia nini? Mke mwingine? Mimi sidhani kama mzee anaweza akafanya hivyo. Yani aongeze mke mwingine, anamwambia huo ndo ukweli kwa sababu yeye anakwenda kuwa mfalme. Ataoa mwanamke mwingine na huyo mwanamke si mwingine zaidi ya Chaka, atamweka kwenye ufalme. Kwa hiyo mimi nitaondoka, nitaachia madaraka yangu na kila kitu nitasepa. Dogo amini aise. Yani hapa ni kama amemconfuse kwa sababu anavyomuona mzee wake aise na anachokiambiwa hapa ni vitu viwili tofauti. Sasa bibi mkubwa anamchalazia ndo anamwambia huo ndo ukweli halisi. Yani baba yako lazima aoe mwanamke mwingine kwa sababu anakwenda kuwa mfalme, na kama yeye ni mfalme aliambiwa anioe mimi kwanza, alafu baadaye atakuja kumwoa hata huyo Chaka atakapokuja kuwa mfalme, kwa sababu inaruhusiwa kuwa na zaidi ya wanawake wawili mfalme huyo. Sasa bwana dogo ndo amepewa mkanda live. Nini kinamsumbua bibi mkubwa na kitu gani kinachomtesa? Halo, mzee wako bwana alilazimishwa sana kunioa mimi. Sasa naona sasa hivi kwa kuwa anakwenda kuwa mfalme, yani imeisha, ndo ameshapata nafasi na ataweza kuniacha kabisa, atamoa mwanamke mwingine. Na mimi kuwa mke wa pili bwana sitaki, ndio maana mimi nasema nitasepa zangu kijana wangu. Huo ndo ukweli uliopo, kwa sababu alizalazimishwa kabisa kunioa mimi na yeye alikuwa anampenda bibie Chaka. Ni muda sasa Chaka atakuwa mama yako. Jamaa anamwambia hapana bwana, mzee hawezi kufanya hivyo na sina imani hiyo kama mzee anaweza akakutendea hilo swala mama. Wewe niamini mimi, mzee anachosema ni chakule bwana, bibi mkubwa mpaka chozi. Sasa nikwambie, ushawahi kushare wewe? Ushawahi kushare mwanaume anavyouma? Sasa ndo anachokifili bibi mkubwa. Ambao amechea wenyewe hapo wananielewa aise. Uaga inauma kinoma yani. Kuwekewa mke wa pili sio mchezo. Alafu sasa mke mwenyewe nani? Chaka. Maneno kama yote, mishombo kama yote. Yani tayari yeye anajiona ni malkia. Malkia anamwambia kijana wangu, wewe itabidi tu uwe mvumilivu kwa sababu kesho utakuja kuwa mfalme na natumai utakuwa kama hao. Usiku mwema mwanangu, mimi naondoka. Bibi mkubwa anaondoka akiwa amechoka. Bwana we, bwana Abiel naye ndo amekufa kabisa. Mambo anaoambiwa ni ya kiutu uzima aise, wamempagawisha. Tukutane kwenye vigongo vingine. Bwana we, chao. Usikose aise, usisahau kucomment, kulike pia kusubscribe.